Bwana Kaisari. Ndio. Hebu tuambie siri ya mafanikio yako kisanaa hasa mpaka unafika hapa, tunaona una trendi, unapiga show za kibabe sana. Siri ya mafanikio yako ni nini Bwana Kaisari? Kiukweli kabisa mimi mpaka hapa nilipofikia itakuwa mchoyo wa fadhila kama sitomshukuru Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa Ibrahim Mohamed Shayo, mbunge wa Moshi mjini. Okay. Mimi Mheshimiwa Mbunge alinichukua mimi nikiwa mdogo, nikiwa sijui sanaa, sijui kitu chochote. Nilimwalika kuwa mgeni rasmi kwenye uzinduzi wangu wa albamu yangu Majengo, kipindi ambacho yeye hafikiri kugombea ubunge, lakini pia alikuwa hajui kwamba atakuwa mbunge au hatakuwa mbunge. Alikuja. Kwa hiyo nafikiri kipaji changu mimi ndio kinaanza kuonekana hapo. Baada ya hapo aliendelea kunisapoti siku hadi siku. Mpaka leo napata show hivi, napata show Mtwara, napata show Songea, Dar es Salaam nimepiga show. Yote ni neema ya kwake. Mheshimiwa Mbunge alinisapoti akaniambia ondoka Moshi nenda Dar es Salaam akakutane na Masanja. Ukifika Masanja mwambie mimi nimetoka kwa Ibra. Nimetoka kwa Ibrahim Shayo. Na kweli mimi niliondoka. Siku kwa usiku nikapanda train. Nilikuwa na mwanangu anaitwa Dosh Boy. Sasa yuko kwa Barnaba. Na yeye anakaribia kuachiwa hivi, na katika matunda ambayo ameyazalisha Mheshimiwa Mbunge Ibrahim Shayo ambayo hata yatarajia ni mmoja wapo na Dosh Boy. Kwa sababu safari ya Dosh Boy kwenda Dar es Salaam ilitokana na Mheshimiwa Mbunge pasipo hata yeye kujua. Mimi niliondoka naye kama rafiki yangu, anisindikize. Lakini kufika Dar es Salaam mwenzangu kachukuliwa na Barnaba na saizi anaachia EP mwezi unaokuja. Kwa hiyo ni matunda ya nani? Ya Mheshimiwa Mbunge. Kwa nini naamini anaenda kuwa msanii mkubwa, na mimi pia naendelea kupambana. Naamini nitakuwa msanii mkubwa. Kwa sababu Mheshimiwa Mbunge ana vitu vingi sana ambavyo anatamani mimi nivifanye. Kuna collaboration na wasanii wakubwa zipo zinakuja. Kuna mazungumzo yanaendelea na rebo kubwa za sanaa, WCB, Kings Music tunaendelea kuzungumza. Muda wote ushangaa nimesainiwa kwenye rebo. Lakini yote ni nani? Ni Mheshimiwa Mbunge. Na naamini kabisa mimi nikifika sehemu fulani, mimi kikweli nasema kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu ananisikia. Katika vitu ambavyo nitakosea ni endapo Mheshimiwa Mbunge hata iwe kesho kutwa hayupo, nisirudi kwenye familia yake. Kama mimi nitafanikiwa kwenye muziki, maana nikiwa maskini sina hata 100, hata nikirudi narudi kufanya narudi kuwa mzigo. Ila kama nitafanikiwa kwenye muziki kabisa na uchumi kama wasanii wengine wanalipwa milioni 100 show moja, milioni 20 show moja, mimi lazima nirudi nyumbani. Ni lazima nirudi kwa Mheshimiwa Mbunge bila. Lazima nitarudi, iwe ni kwa wajukuu wake. Nitasapoti kila kitu alichokuwa anafanya Ibra. Na mimi natamani kuishi maisha anayoishi Ibra. Ibra anasupport mtu yote hata kama mjui. Anamsaidia mtu yote hata kama mjui. Ibra kama mjui. Mimi namjua mheshimiwa. Namjua mheshimiwa. Yaani kwa nini napata ujasiri wa kuzungumza kwamba anaweza kumsupport mtu yote anayemjua? Mimi Ibra alinisupport mimi kwenye uzinduzi wangu wa albamu yangu kwanza akiwa hanijui. Umeelewa? Hanijui kabisa. Yaani anaenda kumsupport dogo ambaye hamjui. Ila alitoa hela yake na akawasupport na wasanii wa pale Kilimanjaro. Kila msanii aliyepanda stage, ukishuka stage ulikuwa unapewa hela. Kama naongea uongo, msanii yote asimame hapo aseme kwamba alipanda kwenye stage ya uzinduzi wa Kaisari ya kupewa hela na mheshimiwa. Yaani ana huru kwa tu ya kusupport. Sasa mimi sina hela sasa. Sina chochote, nipo kwenye kupambana. Lakini Mwenyezi Mungu akinibariki nikapata hit song hii moja, mimi kiukweli lazima nirudi Moshi. Lazima nirudi Moshi nyumbani kwa baba na mama, ambaye baba ni Ibra. Na Ibra lazima nimwambie baba, matunda yako ulioyapanda ni haya. Kwa hapo tuseme kwamba mafanikio yako makubwa katika sanaa, Ibra ana mchango mkubwa sana. Yaani sio ana mchango tu mkubwa, mimi Ibra ni baba. Yaani Mheshimiwa Mbunge mimi ni baba. Kwa sababu bila yeye mimi si survive kwa chochote. Yaani hakuna mwanamoshi anayemjua Kaisari pasipo kumjua Ibra. Yaani wote wanajua kama Kaisari Ibra ndo aliyemuinua. Mimi nimepita kwenye kampeni kata zote. Tafsiri yake ni kwamba nimejitangaza kata. Umeelewa? Kwa hiyo Moshi mtu anayemjua Kaisari lazima anamjua Ibra.
Yule baba ni star, yule ni superstar. Yaani unaweza kusema leo kiingilio 10,000 nipo ukumbi fulani, njoeni watu wanaenda kumwangalia Ibra. Kwa sababu ni mtu wa watu. Umeelewa? Kwa hiyo mimi nafikiri kitu kimoja. Mimi saizi nilikuwa naomba mimi kama kijana, kama mwanamuziki ambaye napambana, na tamani sasa hivi tumwache Ibra afanye kazi. Tumwache Ibra alijenge jimbo. Tumwache Ibra atimize ahadi aliyoitoa kwenye kampeni. Kama tunavyoona bungeni, kila akisimama na anaongea pointi za msingi za watu, vitu ambavyo vinawatesa wana Kilimanjaro na wana Moshi pale Moshi mjini. Unajua yule ni mbunge wa Moshi mjini. Hiyo ukiwa mbunge wa Moshi mjini ni mbunge wa mkoa. Kwa sababu wewe ndio uko kwenye kitovu. Mtu akitoka huko anataka kwenda Moshi aendi Masame, lazima afike Moshi mjini. Kwa hiyo yeye anapokea wageni wengi kuliko. Kwa hiyo yuko anapambana pale, anataka kuweka mataa, anataka baadhi ya barabara za mtaani ziwe zina lami. Anapambana huku akimshirikisha Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo sasa hivi huu muda huu sio muda kwanza kujaji sijui mbunge nini. Huu ni muda ni mbunge, tumwachie nafasi akae chumbani, ayafungue madaftari yake yote aliyokuta ofisini. Yeye ndo ameingia ofisini, amempokea Tarimo pale, ajue Tarimo huyu aliishia wapi na wapi alikuwa anafeli. Umeelewa? Ili yeye azibe, alete maendeleo kwa wananchi, tumenye tuishi vizuri. Kwa hiyo mimi namshukuru sana Mheshimiwa Mbunge, piga kazi, ziba masikio, wanaongea ni wengi, atakaoongea watu tumeombewa midomo bwana. Watu tunaongea. Kwa hiyo mimi nashukuru sana, Mungu awabariki sana. I say shukrani sana ndugu yangu. Hii ni Swambe Talent. Endelea kufuatilia Swambe Talent. Mimi ni Sharobaro wa Njombe. Asante sana. Shukrani sana. Barikiwe sana.